Wanafunzi wa Yesu waliletewa jaribio moja la kumwombea mgonjwa, mtoto ambaye alikuwa amepagawa na mapepo, alikuwa na kifafa. Yule baba alimwendea na akamwambia, wanafunzi wako walishindwa kumwombea mwanangu, walishindwa kumsaidia mwanangu. Yesu akamjibu, mlete mtoto wako hapa. Kisha akawatazama wanafunzi akamwambia, enyi kizazi chenye imani haba kilichopotoka, nitaendelea kuvumiliana nanyi mpaka lini? Maneno hayo yalionyesha kwamba Yesu hakupendezwa na lile jambo. Kwa hiyo akamwombea mtoto yule. Kwa hiyo baada ya kumwombea mtoto akawa mzima, akamkabidhi kwa mzazi wake. Baada ya hapo akaendelea kuelekeza kwamba mambo mengine ambayo tunahitaji kuyafanya, hususan kwenye swala la imani. Ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, unaweza kuambia mlima toka hapa uende kule. Kwa kiasi cha imani hiyo, huwezi kushindwa na kukwama kwenye jambo lolote. Kwa hiyo kwenye ile sura ya 17 mstari ule wa 21 anawaambia, kwa namna hii haiwezi kuondoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Hapo anamalizia neno hilo, anatuelekeza moja kwa moja kwamba maisha yetu yamefungwa katika imani. Kwa tendo gani? La kuomba na kufunga, kwa sababu kuna nguvu kubwa ambayo mwanadamu iko ndani yake inayotokana na kufunga. Sio kufunga kwa namna ambayo tunaambiwa na baadhi ya watu, vile ambavyo tunafunga kutokula chakula na kuendelea na mambo mengine kama ya ratiba zetu za kila siku. Tunapofunga kwa kumaanisha, tunapojua nini maana ya kufunga. Yesu mwenyewe alisema kwa Yohana 8:31-32, mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Tukijua nini maana ya kufunga, tutaelewa nini kiini na maana halisi ambayo Yesu alikuwa anamaanisha. Tutakapofunga na kusali, tunaweza kuwa watu tofauti na imani zetu zitaimarishwa. Hata tunapokuwa tunawaombea wagonjwa wadhaifu, sio wagonjwa tuna wadhaifu, hata sisi wenyewe. Kumbuka binadamu tuna changamoto. System za maisha za dunia zimefichwa na zimekuwa programmed na kufanyiwa kazi na watu kwa ajili ya lengo la kutufanya kuwa wahanga katika changamoto. Mfano, swala la afya ni swala ambalo limekuwa mwiba mkali sana katika sekta ya afya duniani, na katika vyanzo mbalimbali na vitabu vya hekima mbalimbali, hasa Biblia na vitabu vingine, tunaona kwamba mwanadamu alipewa namna ya kujitibu, na Mungu aliumba kikamilifu mwili wa binadamu wenyewe unajitibu. Mwili wa binadamu ndani yake kuna tiba ambayo Mungu aliweka. Unapofunga unatengeneza tiba ndani yako. Hiyo ni jambo ambalo Mungu mwenyewe amelifanya. Sitaki kwenda deep sana mbali, lakini nikukumbushe jambo moja. Vyakula tunavyokula ni mifumo ambayo iliwekwa na binadamu. Tunapokula milo 3 pengine 4 kwa siku, na tunaambiwa, tunafundishwa, tumekaririshwa kwamba binadamu anapaswa kula baada ya masaa 2, masaa 4. Je, nini unakula? Nini unakonsume ndani ya mwili wako? Nini kinachoingia ndani ya mwili wako? Je, ni kitu ambacho kinafaa? Unapokula
Kumbuka tumbo linabeba vitu vya aina mbalimbali, na tumbo na lenyewe pia ni kama ubongo. Unapokula, kinachoingia ndani huwa kinachakatwa na kutengenezwa kuwa kinafaa kwa ajili ya mwili kwa ujumla. Lakini je, zile takamwili zinaenda wapi? Zile sumu na chemicals ambazo tunakula kwa njia ya kula vigumu, kwa njia ya vinywaji, je, ile sumu inaenda wapi? Kwa hiyo katika hali halisi ya mwili wa binadamu, mwili umetengenezwa wenyewe katika kujitibu. Ndio maana Yesu akasema ili neno la kufunga. Kufunga sio kanuni ya kidhehebu wala kanisa lolote duniani. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Kufunga na kuomba ikiwa ndio desturi yake. Na mtu anayefunga na kuomba hana matatizo mbalimbali kama magonjwa ndani yake. Anaikimbiza sumu, anaiondoa sumu. Na kwa sababu katika mfumo wa nervous system ya mwili wa mwanadamu, mapepo yanaingia kupitia vyakula wanavyokula watu. Kwa sababu tunaambiwa mwili ni nyama na damu, lakini mapepo ni roho. Kwa hiyo nijifunze kitu kimoja katika hali ya vyakula tunavyotumia. Maji, vyakula, hivyo vyote vipo katika ulimwengu huu na vinaweza vikanuizwa sumu kwa njia ya maabara, science mbalimbali, lakini pia ulozi au ushirikina kwa namna ya kuingiza roho kwenye hivyo vyakula. Katika vyakula vyote vile vya maboksi, vile ambavyo viko fresh vinavyotoka jikoni, vimepikwa kwa mikono ya watu, inawezekana pia vikatumika hivyo kuingiza roho ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo sura ya mapepo yanaweza yakaja kwa njia mbalimbali, yanaweza yakaitwa na kutungwa majina ya magonjwa aina mbalimbali. Kwa hiyo tuseme kitu kimoja, hii dunia vitu vingi vimefichwa katika hali halisi tunavyoviona, sivyo hivyo ambavyo tunavyofikiria. Ukweli haukuwekwa wazi. Yesu aliposema mtaifahamu kweli, manake ni kweli ambayo yeye alikuwa akisema. Maana mtu ambaye anajua kweli anapozungumza anakuwa ni adui wa wengine. Jiulize kwa nini walimuua? Maana alikuwa anajua ukweli wote kuhusiana na dunia. Maana alikuwa anaelewa, anajua mambo yanayofanywa na walimwengu. Kwa hiyo ili uweze kuwa na connection na Mungu, unapaswa kutambua kweli. Wewe ni nani? Mwanadamu ni nani? Unapaswa kufanya nini? Ili usipitie magumu na mateso na mbalimbali, unatakiwa ufanye kitu gani? Kwa hiyo Mungu alitufundisha kwenye Biblia mambo mbalimbali, maneno mbalimbali, hekima mbalimbali kupitia huyo Kristo ambaye alikuja akatuambia namna ya kuishi na namna ya kuwa bora kiafya, bora katika maeneo mbalimbali, na kuwa na nguvu ya ndani ya kwako ambayo inayokusaidia wewe kupambana na katika ulimwengu huu. Kwa hiyo nguvu ya mwanadamu iko moja kwa moja ikitokea katika DNA ya Mungu mwenyewe. Mwanadamu anapokosa connection na Mungu anakuwa dhaifu na anakuwa ni muhanga wa matatizo mbalimbali. Hizo ni geography ya hali ya hewa, anapata matatizo mbalimbali. Hata jambo la kiuchumi lenyewe huwa linatokana na katika ulimwengu wa roho. Nini ambacho unakiingiza kwenye ubongo wako? Nini ambacho unakula katika ubongo wako? Maana chakula hakitengenezi vitu ambavyo viko ndani ya mwanadamu, na vinatengenezeka kwa njia ya namna ambavyo unasoma vitabu. Ubongo huo unapata afya, namna ambavyo unamwelewa Mungu, ubongo unapata utimamu. Kwa kuna vyakula vipo ambavyo ni special kwa ajili ya ubongo, ambavyo Mungu mwenyewe alivyotengeneza vya asili. Lakini pia unapokuwa unasoma sana vitabu na unapopata sana maarifa na kujua ukweli wa mambo halisi yaliyopo duniani, ubongo wako unakuelewa zaidi. Kwa hiyo tusiache kusoma vitabu, tusiache kuendelea kula vyakula sahihi ambavyo Mungu alitupa tuweze kula kwa ajili ya ubongo. Na mwili mwenyewe tambua kwamba una dawa yake ambayo imewekwa ndani yake. Kwa nini viumbe hai vyenyewe vinajitibu wenyewe? Kwa nini wanyama wanajua dawa? Kwa nini hawapati infection? Kwa kuwa sisi binadamu ujuzi umekuwa mwingi. Na nilimwambia mama mmoja kuhusiana na mwanae alikuwa anapata changamoto za macho, akamwambia mama, huu ulimwengu vitu vingi vimefanyika hata kwenye sekta ya afya. Madaktari, matabibu wanafanya hivyo ni kwa sababu ya
kuingiza pesa kwenye sekta hiyo. Ni jambo la kifedha wala sio jambo la kimungu, na hakuna sekta ya afya ambayo ni exactly kwamba ni sekta ambayo Mungu aliweka kwa ajili ya kuponya watu. Hakuna uponyaji katika mambo ya medical, madawa hakuna, bali ni ile jambo ambalo limesimama kwa ajili ya kufanya wewe kuamini, lakini ukweli haupo huko. Mungu mwenyewe ndiye anayefanya hali ya mwili kutengeneza utabibu wake mwenyewe. Kwa hiyo mti wa ujuzi ndio huo, hayo madawa ambayo tunatumia. Na tunaposoma habari za Adam, alikula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ni vitu hivyo ambavyo ni artificial, wanadamu walivitengeneza. Hivyo ndio vitu vya ujuzi wenyewe ambavyo walivifanya watu, ambavyo hivyo tunavyovitumia. Sio kula tunda, ile ni kodi, kwamba namna ambavyo Adam na Hawa walipoenda kinyume na Mungu, walienda nje ya kodi ya Mungu aliyowapa, manake walitumia artificial. Kwa hiyo ukitumia artificial nje ya asili, nje ya vile vitu ambavyo ulipewa mwanadamu kuvitumia, unaenda kinyume na ni anguko kiafya, ni anguko katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo katika vitabu mbalimbali Torati vinaelezea kwamba mtu anapoenda kinyume na kuasi maagizo ambayo Mungu amempa, ndipo magonjwa, ndipo laana, ndipo mateso, hata kifo cha kiroho, kifo cha kimwili kinapompata. Kwa hiyo tunapokwenda nje ya malengo ya Mungu na maneno ambayo Mungu alitufundisha na asili yetu sisi wenyewe, tunamkosea Mungu na tunapatwa mapigo yanakuwa kubwa zaidi katika maisha yetu. Kwa niseme kwamba tunamhitaji Mungu zaidi. Kwa hiyo tunapokula vile ambavyo Mungu tupo katika bustani ile ya Mungu. Bustani ni kodi. Bustani ni hii nchi ambayo tulionayo sasa. Hiyo ndio Edeni yetu. Miti ya matunda ambayo tumepewa kula. Sio kama Hawa alivyosema mti wa katikati. Mungu alimwambia miti yote unaweza kula matunda yake isipokuwa mti wa ujuzi mema na mabaya. Fikiria hilo. Alikuwa na maana gani? Maana yake kuna kitu ambacho Mungu alimkataza. Adamu alikuwa anajua, lakini huyu mwanamke alikosea kwa sababu alikuwa anajua kwamba ni mti. Yeye alifikiri ni mti ambao wa katikati. Fikra yake ilimpelekea ni ule wa katikati, lakini ni kwamba Mungu alimwambia hivi vitu ambavyo ni vya ujuzi vya ulimwengu usivitumie. Kwa hiyo ni kodi hata leo hii maisha haya tunayo leo. Kwa Biblia ni kitabu halisi, unaposoma tafakari uelewe namna ambavyo Mungu alizungumza na kutuelekeza kuyaishi haya ambayo Mungu alitupatia. Kwa hiyo vitu vya asili ndivyo ambavyo vinamsaidia na kumwokoa mwanadamu. Atuongee habari za dhambi kana kwamba ni kitu ambacho kimefanya wewe uende nje na Mungu. Dhambi ya nje, kwa mfano mawazo, kwa mfano matendo mbalimbali ya kuvunja utu wa mtu au kufanya kosa lolote ambalo Mungu anakataza. Hasa katika zile dhambi hatari ambazo zinaweza zikawa deadly kwa maisha ya mwanadamu, kama wivu, kama tamaa, kama kuua, zilizokuwa katika maandiko tulisoma. Kwa hiyo ipo dhambi ambayo ni kubwa, mojawapo ni kwenda nje na maagizo tuliyopewa na kuwa umeasi. Kwa hiyo unapokosa kujua asili yako, unapokosa kujua utimamu wa Mungu na maelekezo ya Mungu, nini alichosema na neno ya Mungu kiko wapi yatumie, na kuenda na msaada kwako. Kwa hiyo ninakushukuru wewe ambaye unapata muda huu kunisikiliza. Mungu akusaidie katika maisha yako kujua ukweli ni upi. Mungu aliniambia mstari kuhusiana na huduma hii ya ukweli ambayo leo hii tunapaswa kuieneza, maana ukweli ndio unaweka huru. Tueneze ukweli, tusiongee habari za udini, tusiongee habari za uzehebu, tusiongee habari za kuandikisha watu makanisani. Tuongee habari za ukweli. Mungu anataka nini? Maana tukiongea habari za kuandikisha watu hatutawapeleka mbinguni. Badala yake tutakuwa sisi ni vibao. Sisi hatutaenda na wao pia hawataenda vile vile. Kwa hiyo kama ni maisha ya ndani ya kweli, Mungu alishasema wazi na Kristo alishajitambulisha kwamba kodi ya kwenda mbinguni ni kumwamini mwana na kukaa ndani yake. Kwa hiyo katika maisha yetu kama watu wa Mungu na kusikiliza maneno ya Mungu, ishi nyendo, ishi tabia, ishi protocol ambayo Kristo alikuwa akifundisha. Hayo ndio ambayo Mungu anataka kwetu. Kwa Jesus is a real man, anapenda na anatuambia ukweli, maana waliua huo utu wake, waliua, lakini anaendelea kubaki katika mioyo yetu. Walifikiri wamemmaliza, kumbe bado Wakristo wengi wapo duniani wanaendelea kusurvive. Kwa ukiwa Kristo, maana yake ukipata hiyo diploma, maana Yesu ni name, ni jina, lakini title ni ile ni Christ, maana yake hiyo ndio diploma yako. Kwa hiyo tusiende tusome tu tupate title.
tuwe na title ya Christ, yani maana yake mtakatifu na Kristo katika maisha yetu. Kwa hiyo tujifunze na tuendelee kufundisha watu na tuwaambie watu kweli katika yote. Kitabu ambacho tunapaswa kusoma, hakikisha kitabu chako kinaongea kweli. Na vitabu hata vya Biblia vimefanywa marekebisho katika miaka mbalimbali. Ukisoma KJV, ukisoma NIV, vitabu ambavyo vinafanana na huwa wengine vimetolewa kwa lugha mbalimbali na vingine vimeandikwa kimakosa. Maana ile ni written word, maana iko spoken word. Hakuna zama hizo kulikuwa labda kuna waandishi zama za Yesu, bado teknolojia ilikuwa iko weak sana. Kwa hiyo kwa nyakati hizi teknolojia imekuwa kubwa na watu wamekuwa wasomi na wanajuzi mbalimbali wa kutafsiri, kufanya mjumuiko wa hivyo vitabu. Na hebu hata kufikiria kwa nini baadhi ya vitabu viliondolewa katika Biblia, bila utafakari utajua. Kwa hiyo we have to know the real things that Jesus was spoken to us. This is a very good and fascinating thing to us to know. You have to be strong and better and to stay in Jesus and stay in his way. Unaweza kujua kila kitu kwa sababu kweli Mungu alishaweka kupitia mtoto wake, na hiyo ndio kodi yetu tunapaswa kutumia nayo na kuishi nayo, asipokuwa na udhehebu na dini, asipokuwa na kuangalia ile hali ya kusema Mungu anapatikana kanisani. Hapana, Yesu mwenyewe alisema kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Huwezi ukasema uko kule, uko pale. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Unapaswa kuamini hilo. Wewe una kitu kiko ndani ambacho mwingine anatamani awe nacho. Kwa hiyo ukijua iko kitu kikoje na ukikishakipata ukakiishi, ukakitumia, kitaokoa maisha yako na hautaishi katika utumwa tena. Utakuwa huru. Maana utaondoa ule utumwa, utakuwa huru, utaishi katika furaha na utakuwa na Bwana. Kodi ndio hiyo. Mbinguni kwenda sio kitu ambacho cha uongo. Maisha yako ndio mbingu yako. Namna unavyoishi ni jehanamu. Namna unavyoishi ndio mbinguni. Asante.